Wakati wa hedhi mwili huwa unazalisha kemikali inayoitwa prostaglandin, na hii kemikali mara nyingi huwa inasafiri mpaka kwenda kwenye mji wa mimba. Hii kemikali ikishafika kwenye mji wa mimba huwa inasababisha mishipa ya damu inakaza. Mishipa ya damu inapokaza inapunguza ile damu inayo flow kwenda kwenye mji wa mimba. Na hii hali ikitokea huwa inasababisha yale maumivu ya hedhi. Ingawa muda mwingine maumivu ya hedhi yanaweza kuwa makali kwa sababu ya stress, kutokufanya mazoezi, aina ya vyakula tunavyokula au kukiwa na maambukizi kwenye mji wa mimba. Na muda mwingine haya maumivu yanaweza kuwa makali mpaka yanamfanya mtu anashindwa kufanya zile kazi zake za kila siku. Na haya maumivu muda mwingine yanaweza kuambatana na dalili zingine, mfano kichefuchefu, kichwa kuuma, kizunguzungu na kadhalika. Kwenye kudili na haya maumivu, mara nyingi huwa tunatumia ile ibuprofen, ile dawa ya maumivu. Mara nyingi huwa ndo common sana inatumika kwenye kudili na haya maumivu ya tumbo. Lakini kuna tips mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia ili kupunguza haya maumivu ya tumbo. Cha kwanza ni mafuta ya mnyonyo. Mafuta ya mnyonyo huwa yanapunguza kile kiasi cha prostaglandin inao flow kwenda kwenye mji wa mimba, na ikifanya hivyo inapunguza yale maumivu ya tumbo. Namna ya kutumia mafuta ya mnyonyo, unayapasha kidogo, yanakuwa ya uvuguvugu, zeni una masaji chini ya kitovu kwenye tumbo kwa dakika 3 mpaka dakika 5. Lakini kitu kingine, unaweza ukanywa chai ambayo ina tangawizi. As nilivyosema pia, tangawizi na yenyewe inafanya kazi ya kupunguza ile kemikali ya prostaglandin. Ikishapungua inapunguza yale maumivu ya damu. Kitu kingine unaweza ukatumia taulo. Taulo unaliloanisha na maji ya uvuguvugu, zeni una masaji kwenye tumbo chini ya kitovu kwa dakika 3 pia mpaka dakika 5. Kitu kingine pia kinachoweza kusaidia ni kunywa maji mengi. Unapokunywa maji mengi, maana yake unaongeza ile damu inayo flow kwenda kwenye mji wa mimba, na hivyo unapunguza yale maumivu ya tumbo. Kitu kingine ni kutembea pekupeku kwa dakika 10 mpaka dakika 15. Unapotembea pekupeku unazicalm zile nerves au mishipa ya fahamu, na hivyo unakuwa unapunguza yale maumivu ya tumbo yanayotokana na period. Kama nilivyosema, ikitokea sasa maumivu yanakuwa makali zaidi mpaka mtu unashindwa kufanya kazi zako za kila siku, au maumivu yanakuja hata kama umemeza zile dawa za maumivu lakini bado unasikia maumivu makali, unachotakiwa kufanya, unatakiwa kumuona daktari wako ambao anaweza kuprescribe dawa mbalimbali ambazo zitakusaidia kupunguza au maumivu ya tumbo, au kama kuna shida nyingine ya infection na kadhalika iweze kutibiwa ili kupunguza yale maumivu ya tumbo. Anyway, kama umependa video hii unaweza ukanisupport kwa kushare, kulike na kucomment. Bye bye.